Jamani, kwani nyinyi mnapiga umbea vipi na wanaume zenu jamani? Maana raha ya kuoana mke na mume kupiga umbea. Lakini mume wangu mimi hana kifua, hana kaba, mama anayamwaga hatari. Yaani kama ndo mlipiga alfajiri bao la kwanza ikifika mchana saa 6 watu wanakula ugali umbea ushatapaka. Kwa mfano juzi mimi wifi zangu mashoga zangu wako zangu mashoga zangu. Nimekaa na mke wangu ananiambia jamani usiku kucha sijalala ninapokuambia. Sijalala na hara na harisha hatari. Nikisema hapa na jamba kumbe ndo najialishia. Na hivi malinda sina toka utotoni yashatatuliwa usichana ninapokuambia yani hapa sitaki hata kukoa. Nikikoa tu pwana harisha. Ndio maana yani nakaa karibu na choo. Nimetoka pale mimi nimeenda kwa mume wangu nimemwambia mwenzangu mama yako huko kuwa makini. Anaalisha hatari. Sina la kukwambia usiku kucha hajalala. Napiga story napiga umbea na mume wangu. Ule umbea ukaurudisha kama ulivyo kwa mama yake. Mama yake mimi ananipigia simu njoo. Naenda na suto na mawifi zangu. Umemwambia nini? Mimi nimeongea nawe kawaida umeenda kumwambia mume wako ya kazi gani kama anaalisha. Nimekwambia nimezidiwa. Ningezidiwa si ningemwambia mwenyewe. Sijui nimechiambo hatari. Acha hiyo. Kuna siku dada yangu alikuponda bwana, kuna bwana anamfukuzia dada yangu hatari. Dada yangu akaenda kulala na ule bwana. Kaja kanambia mwenzangu ule bwana hana hata maajabu. Yaani kama kaenda kunishikashika kama kaenda kunichezea chezea tu kama kaenda kunigusagusa. Hamna hata cha maana zaidi ya midole kunitia mifinga kana kuja kupima njia ya uzazi. Hana cha maana ninavyokuambia yani sitaki hata kumuona kiuno chenye kigumu hatari. Yaani ameteta balaa. Mimi na dada yangu tumeteta tumemaliza. Tumerudi nyumbani sina mtu wa kuongea naye napiga story mimi tena na mume wangu namuelezea kuna 1 2 3 dada yangu. Jamani alfajiri ninapokuambia dada yangu kaja. Asante sana mdogo wangu kwa ulichonifanyia. Napiga story na wewe unakuja kumhadithia mume wako. Mume wako aje kuniona mimi malaya, anione mimi muuni na chiambo tena uso umekuwa mdogo kapilitoni. Sasa yote 9 10 jamani 10 vinavyoongea mimi sasa hivi sina kazi. Nimekutana na bosi wangu. Bosi wangu ananipa kazi ananipa mimi mshahara. Yuko na danga lake, yuko na sponsor wake hotelini. Sponsor mfupi kama pimbi, mweusi kama mpingo. Yaani yuko kimo hiki. Mimi tena kodi na niwasha sikutaka hata kurudi nyumbani. Nimempigia simu mume wangu pale mwenzangu. Yaani hivi unavyoniona nimekuja kukutana na bosi wangu na kukwambia yuko na kidanga kifupi hatari. Na kwambia kipo cheusi kama usiku unapokuambia hivi mbona anajizalilisha bosi ana hela na shape anatembea na kijitu kidogodogo kama vile haoni haya. Tunateta na mume wangu. Basi kile kitendo cha nimekata simu naona ile nakata ndui kapigiwa bosi wangu kule kavutiwa haya. Kavutiwa haya ninavyokuambia kamwambia alivyomwambia ninavyokuambia mimi kitendo nafika nyumbani. Nafika mimi na barua ya kufukuzwa kazi iko nyuma. Nagongewa mlango napokea bahasha ya kaki. Nikajua labda ndo mtonyo wa mwisho wa mwezi. Na kuja kufungua mama na kutabarua kusimamishwa kazi. Naingia WhatsApp nimtumia message bosi nimpigie simu nimtumia na message na kutakanambia asante kwa kunizalilisha. Huyu unayemuona pimbi ndo alonifungulia hiyo kampuni nilokuajiri wewe. Kwa hiyo kama umenizalilisha ndugu yangu mimi na wewe tushamalizana. Nashukuru ndui sina kazi. Mume ndo kama huyo tumekaa tunatazamana tunaangaliana. Mume nampenda kumwacha siwezi. Sasa mimi nataka kuongea na nyie wanaume mliokuwa mmekosa kaba mmekosa haya nyie. Wanaume mliokosa aibu nyie. Bora mngepoa maziwa na makalio muolewe na nyie mtoke damu kila mwezi. Mtoto wa kiume unakuambia kama kitu gani? Shida nini umbea huo usokopona hili? Wanaume hawako hivyo. Wewe ni shangingi, wewe mshakunabe, wewe shankupe, wewe cha umbea, wewe ni nyambizi uloshindikana. Wewe ni nyambizi. Yaani umepewa tu maumbile ya kiume na tunatamani tuyabandue pap. Tuachukue maumbile tuwape wala wanaume wengine wao pachiko ya kike pap. Tujue moja. Haustahili.